Nataka kukashifu kama serikali. Nimeona kuna watu wameanza kuwatetea wale wanawake ambao wamekuwa exposed kwenye video za Kenya za yule mwanaume kutoka Russia ambaye amepewa jina la utani kama Russian guy. Tabia mbaya ya yule mtu tuliyemuona, yule Mrusi akisumbua mama wetu hapa. Hilo sio jambo ambalo ni nzuri hata kidogo. Sasa nimeona serikali ya Ghana na serikali ya Kenya wakisema kwamba wanataka wafanye utaratibu yule jamaa arudishwe ndani ya Ghana ama ndani ya Kenya ili ashtakiwe. Of course ni sawa, ni utaratibu mzuri, lakini kabla hatujafika huko naona tunahangaika na matawi baada ya kuhangaika na mizizi. Chanzo hiki chote ni kwa sababu mtoto mleavyo ndivyo akuavyo. Sasa mabinti zenu na watu wenu mmewalea vibaya, wameanza kuwaonesha matokeo ya malezi yenu, kisha mnaanza kuhangaika na watu wengine. Kwani yule mwanaume kuna sehemu yoyote ameonekana kilazimisha mwanamke? Hajalazimisha mwanamke, ni wanawake walikuwa wanamshobokea, wengine mpaka wamefungulia biashara na waume zao, lakini wao ndo wameshoboka. Tujipende sisi, tujipende kama Waafrika. Usione tu ngozi nyeupe unafikiri kwamba wewe umeenda kutajirika. Hiyo ni aibu kubwa sana. Nasema hivi kama msemaji wa serikali. Sasa hapo ndo mnatakiwa mjiulize, kwa nini wanawake wengi wanashobokea rangi nyeupe? Ni kwa sababu ni akili ambazo tumejengewa toka utotoni. Hata serikali zetu zinashobokea sana watu weupe. Yaani mwekezaji wa ndani akija, wanaweza kumletea zengwe kweli, ila aje rangi nyeupe. Ndani ya wiki moja tu kashakamilisha kila kitu. Kwa hiyo tusiwe tunahangaika na vitu ambavyo tumevitengeneza wenyewe. Haya ndo madhara yake. Tumetengenezwa hivi, kwa hiyo tuvumilie hivi hivi. Kwa hiyo kwa kuwa mmeanza kuona hivi, anzeni sasa kuhangaika kubadilisha kizazi hiki, kwamba kisiwe kinafikiria kwamba rangi nyeupe ndio wema sana, ndio wakuthaminiwa sana.